Sema ushindi upo. Sitakata tamaa. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mazingira unapita na unajiona ni kama umebaki peke yako. Yes. Yaani hakuna mtu wa kukutia moyo. Hakuna mtu wa kukufariji. Wanaokuja wanakuja wameachia meno, wanatamani wakumeze. Wameachia kucha, wanatamani wakukwangue. Kwenye familia ulikoolewa, wanatamani wakukwangue. Wanakukwangue. Hakuna anayekupa furaha, hakuna anayekupa amani, hakuna anayekupa rest. Watu wengi wanaoingia kwenye maisha yako wanakukwangua. Ninataka nikwambie, ukiona wanakukwangua sana, maana yake ushindi wako umekaribia. Maana yake baraka yako imekaribia. Ukiona wamezidisha kukwangua, baraka yako mwanangu imefika. Ukiona wamezidisha kwa mdomo, baraka yako inakuja. Muujiza wako unakuja. Ushindi wako unakuja. Usikate tamaa, ushindi wako umekaribia. Usivunjike moyo, ushindi wako umekaribia. Usikimbie, ushindi wako umekaribia. Usihame hapo, ushindi wako umekaribia. Wakikusukuma, Biblia inasema walinisukuma sana, lakini Bwana akanisaidia. Wanapokusukuma, yeye atakuinua mbele yao, wala hata kutafuta mbele yao. Pale karibu nao, pale jirani yao, pale aishito Bwana wa majeshi. Hapendi watu wake waaibike, hapendi watu wake waumie, hapendi watu wake wapate changamoto zinazowashinda kubeba. Atakuwa pamoja na wewe, ataishi pamoja na wewe, atakubeba kwa jina lake takatifu na atakusaidia kwa jina lake takatifu. Una haja ya kuangalia nani yuko upande wako. Bwana akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Natangaza Bwana yuko upande wako mwanangu. Bwana yuko upande wako, fanya biashara usiogope. Bwana yuko upande wako kwenye ndoa yako, usikimbie. Bwana yuko upande wako kwenye huduma, kaza buti, songa mbele. Bwana yuko upande wako kwa namna zote. Wakati mwingine kuna watu hawataki hata kuisikia sauti yako, wala usiwe na wasiwasi. Songa mbele kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna siku moja watakutafuta mahali walipokuacha, watakutafuta kwenye udhaifu walipokuacha, wala hawatakupata, maana Bwana atakunyanyua. Biblia inasema humuinua mnyonge, wanakumketisha pamoja na wakuu. Kuna wakuu wanakusubiria kule juu, kuna watu wakubwa wanakusubiria kule juu. Ndio maana hao wameanza kujibandua kwenye maisha yako. They are not your level. Kuna wengine ambao ni level yako, hawafanani na hawa. Bwana anakupandisha level nyingine, ukutane na watu wakuu. Yawezekana kwenye huduma unakutana na watu wabaya, wanakubeza, wanakuchanganya kwenye huduma yako. Bwana anawa-expose na anawaondoa kwenye maisha yako, ili akuunganishe na watu wengine wakuu, akuunganishe na wafanya biashara wakubwa, akuunganishe na watumishi wakubwa, akuunganishe na watumishi wenye wanajielewa, watu wenye wanajua wanafanya nini, wale wenye wanajua wametoka wapi, wale wenye wanajua wana Roho Mtakatifu. My God, ninaona kanisa lililonyanyuliwa, lililoinuliwa kwa jina la Yesu hai. Ninaona wamama waliotukuzwa na Bwana, walioheshimiwa na Bwana kwenye biashara zao, walioheshimiwa na Bwana kwenye vikazi zao, walioheshimiwa na Bwana kwenye familia zao, walioheshimiwa na Bwana kwa kiwango cha juu. Ni kweli wale business partners wako wameondoka, wale wenye mlifanya nao biashara wameondoka, wale wenye waliwategemea wameondoka, lakini Bwana hajawahi ondoka. Yesu hajawahi kuacha wewe. Hauna haja kuangalia wao,
hauna haja ya kuweka tumaini lako kwao. Ondoa tumaini kwao, weka kwa Yesu leo. Na ninatangaza kwa jina la Yesu, ukifanya hili Bwana atakuinua, Bwana atakusaidia, Bwana atakutetea. Usikate tamaa, ushindi unakaribia. Ukiona giza limekuwa jingi sana, ujue na uelewe asubuhi inakaribia. Giza lilipotokea wakati Yesu yuko msalabani, saa 6 mpaka mchana, makaburi yalifunuka. My God, my God, my God. Wakati giza lijaja, makaburi yalikuwa hayajafunuka. Ninatangaza makaburi yanafunuka. Yaliyoshika biashara zako yanafunuka. Yaliyoshika watoto wako yanafunuka. Yaliyoshika mume wako yanafunuka. Yaliyoshika vya kwako yanafunuka. Kwa jina la Yesu aliye hai.